Jina la Bwana wetu Yesu Kristo libarikiwe. Leo ninambariki tena Bwana kwa maana Mungu yuko mwema, na katika siku ya leo ninakuja na mafundisho ambayo najua kwamba mara nyingi watu wao wanafahamu kuinyorea, lakini acha nikwambie katika Biblia kila mara nasema kwamba there is no meaningless details in the Bible. Maana yake ndani ya Biblia hakuna neno lisilokuwa na maana. Ndio maana katika siku ya leo niko nataka nizungumuze somo kubwa ambalo Roho Mtakatifu amenitia katika moyo wangu, ambalo iko naniambia niendelee kuambia dunia. Ndio maana mara moja twende ndani ya kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, 1 John, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wake wa 6 na mstari wake wa 7. Tutasoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema hivi: huyu ndiye aliyekuja kwa maji na kwa damu, Yesu Kristo. Si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. 7. Naye Roho ndiye anayeshuhudia, kwa sababu Roho ndiye kweli. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni mmoja. Kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu na kwa mamlaka ya nguvu ya Roho Mtakatifu, unajua kuna kitu ambacho sisi wahubiri mara nyingi huwa tu tunasahau, ni kwamba andiko liko nazungumza kwamba Yesu ametununua kwa damu yake. Lakini kenye nimefurahia katika andiko ni kwamba Biblia inasema kwamba Yesu Kristo alikuja kwa maji na kwa damu. Ina maana kwamba kama Yesu Kristo alikuja kwa maji na kwa damu, vitu vyote ambavyo Yesu Kristo alivibeba katika mwili wake havikuwa pasipo sababu, vilikuwa na malengo. Mara nyingi huwa tunasoma katika maandiko ya kwamba tumenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Na acha nikwambie mpendwa kwamba damu ya Yesu Kristo si damu ya kawaida, ni damu ya kimungu. Paske kama Kristo alitununua kwa damu, damu ya dhambi haiwezi kununua dhambi. Inayo maana kwamba ni damu takatifu ambayo itakaonunua walio wenye dhambi. Ndio maana Kristo alimwaga damu yake ili tupate kununuliwa. Alionekana kutoa damu yake ili ulimwengu wote mzima, mimi na wewe, tupate kununuliwa. Inayo maana kwamba tumenunuliwa kwa damu ya Kristo Yesu kwa ukombozi, damu ya kimungu. Inayo maana ya kwamba kama tumenunuliwa kwa damu ya Kristo Yesu, nataka nikwambia kwamba Yesu hakuchukua damu yake kwa Maria, lakini damu ambayo Kristo alionekana kuchukua, alichukua ni damu ya kimungu. Lugha nyingine usionekane kushangaa nikikwambia kwamba Mungu huwa ana damu, kwa sababu kama tumenunuliwa kwa njia ya damu, na si damu yenye dhambi bali damu iliyo takatifu, inayo maana kwamba tumenunuliwa kwa damu ya kimungu kusudi tupate kuitwa wana wa Mungu. Paske andiko iko inaonekana kuzungumza, maandiko matakatifu yanasema kwamba hamkununuliwa kwa vitu vinavyoharibika. Hapana, lakini mnanunuliwa kwa vitu vilivyokuwa na thamani, si kwa damu ya mbuzi, si kwa damu ya nyama, lakini damu yake pekee takatifu, ambapo Mungu alikamata. Maandiko yanasema kwamba akaingia katika mbingu na damu akaipresente damu. Mimi nataka nikwambia, ambapo nasikiliza mafundisho haya, haiko damu ya mwanadamu ambayo Kristo alionekana kuingia na mbinguni, bali ni damu ya kimungu ambayo alipresente, ya kununua dunia, ya kununua kanisa, yani watakatifu. Sasa katika siku ya leo, katika mafundisho yangu sitajiinterese sana kwa ajili ya damu, lakini niko nataka jiinterese paske andiko nasema nini. Sikia gisi andiko nasema hivi, nasema huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu. Manake mpendwa ambao unasikiliza mafundisho haya, niko nataka hii andiko uipate kwa tafakari, paske ni neno ambao Roho Mtakatifu huwa alinipatia, kaniambia lebo, unajua wakati ambao uko na mafundisho ambayo nimekupatia, usimame uambie dunia, ni kuambia kwamba Kristo ametununua kwa damu, lakini tuhesabu kwamba ni yeye yule aliyekuja kwa maji na pia alikuja kwa damu. Manake ni nini? Manake kama Yesu alionekana kumwaga damu, manake pia alionekana kumwaga maji. Paske kama Yesu alionekana kumwaga damu kwa ajili ya ukombozi ulimwengu wote mzima, inayo maana kwamba pia alionekana kumwaga damu, paske kwenye kuko maji na njoo kwenye kuko damu, na kwenye kuko damu na njoo kwenye kuko maji. Ndio maana wakati alipokuwa Golgotha, maandiko matakatifu yanasema kama damu na maji zikamtoka. Na wakati damu na maji zilipoonekana kumtoka, madaktari wanakuwa wanasema kwamba kwenye kuko damu na njoo kwenye kuko maji. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo libarikiwe sana. Maanake niko nataka mpendwa ambaye unaamini kwamba umenunuliwa kwa njia ya damu ya Yesu Kristo, usisahau ya kwamba ndani ya damu ya Yesu Kristo pia kulikuwa kuko damu, kulikuwa kuko maji.
Ndio maana nataka nikwambie hivi, kila mtu wote mwenye alionekana kumwaga damu Ancien Testament, kwa sababu jinsi alionekana kumwaga damu Ancien Testament ilikuwa ni picha ya kumwaga kwa damu yenyewe mwana kondoo wa Mungu Kristo alionekana kuyamwaga. Vivyo hivyo kama walikuwa na consider damu ambayo ilionekana kumwagika Ancien Testament, vivyo hivyo pia maji yenyewe ilikuwa inaonekana kumwagika Ancien Testament ilikuwa inachukua maji ambayo Kristo ataonekana kuyabeba, paske Kristo yeye ni neno, tena yeye anasema kama ni maji ulao, yeye ni maji aliye hai. Manake nataka nikwambia kwamba maji yenye Kristo alionekana kuyabeba, tutaanza kwenda kugundua kama vile gisi Biblia mzima ni laini ya damu, kuanzia Adamu kufikia mpaka kwa Abrahamu na kufikia mpaka kwa Yesu Kristo. Biblia yote mzima utakuta ni laini ya damu. Adamu akamwaga damu, Abrahamu akamwaga damu, Noa akamwaga damu. Utagundua kwamba ni laini kubwa ambayo maandiko matakatifu huwa inaonesha jinsi damu ilionekana kumwaga tokea kitabu cha Mwanzo. Ndio maana nataka nikupeleke mara moja ndani ya kitabu cha Mwanzo sura yake ya pili na mstari wa 21, tusikie jinsi maandiko matakatifu yanavyozungumza. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 21. Chukua Biblia yako mpendwa, ili tupate kugundua jinsi maandiko matakatifu yanavyoonekana kuzungumza. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 22 sura yake ya pili na mstari wa 21, Biblia inaonekana kuzungumza nini? Utaelewa pamoja na mie. Biblia inasema hivi: Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akaufunika nyama pahali pake. Waza hiki kitu pamoja na mie. Wakati Mungu alipoonekana kumuumba Adamu, akamtia bustani ya Edeni Adamu, Biblia inasema kwamba Mungu akasema kama si vema abakie peke yake, ila inabidi amfanyie msaidizi. Na sasa kwa kumfanyia msaidizi akafanya namna gani? Maandiko matakatifu yanasema kwamba Mungu akafungua ubavu, akatosha mbavu. Inayo maana kwamba wakati walipofungua Adamu ubavu na kutosha Adamu mbavu, jua ya kwamba pale damu inapaswa kuwa imemwagika. Na kama damu inapaswa kuwa imemwagika, hiyo damu ilikuwa na maanisha picha ya Kristo Yesu ambaye ataonekana kumwaga damu. Na kitu cha kwanza ambacho inabidi uelewe ya kwamba hii damu imemwagika Ada yatenda dhambi, imemwagika wakati bado Adamu hajatenda dhambi. Ni kitu cha kwanza ambacho inaonekana kuelewa, ambayo ilikuwa ni picha ya Kristo kulizaa kanisa. Maanake kitu ambacho nataka nikwambie kwamba kanisa limezaliwa ndani ya utakatifu. Hicho ni kitu cha kwanza. Ndio maana maandiko yanataka sema kama tulinunuliwa kabla misingi ya ulimwengu haijaumbwa. Ni kwa ajili ni katika njia ya namna gani? Ni katika njia ya utakatifu, si katika njia ya uovu. Sasa kama walionekana kupasua ubavu wa Adamu na kutosha bavu ili amfanye mwanamke, inayo maana ya kwamba pale kwenye damu ilitoka, kwa sababu damu iko atashie na maji pia. Maji ya Adamu ilionekana kumwagika. Jina la Bwana wetu usibarikiwe sana. Niko nataka sana nijiinteresse katika neno maji, paske wakati damu ilipoonekana kumwagika, pia alama ya maji ingepaswa kutokea. Nataka ujue kwamba Kristo kama alionekana kumwaga damu ndani ya ulimwengu, vivyo hivyo alimwaga maji katika ulimwengu. Kwa sababu gani? Wakati Kristo alipoonekana kumwaga maji, kwa sababu ya kununua kanisa, kwa sababu ya kununua ulimwengu, pia usisahau ya kwamba kuna pia maji ambayo ilifanya nini? Ilimwagika. Paske kwenye damu iko na ndio kwenye maji iko. Ilikuwa inamaanisha kwamba na Goligota, wakati Kristo ataonekana kutundikwa, pia maji na damu itaonekana kumwagika. Paske wakati damu ilipoonekana kumtoka Adamu, Mungu anaonekana kutosha ubavu na kumfanya mwanamke, maji ikatoka na damu ikamtoka Adamu. Vivyo hivyo alama ya kuonesha kwamba pia Kristo na yeye nako ataonekana kutoa maji na ataonekana kutoa damu. Ndio maana kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana inasema kwamba Kristo hakukuja katika njia ya maji tu. Haleluya! Hakukuja katika njia ya maji tu, lakini pia katika damu. Mlugha nyingine, Kristo hakukuja katika damu tu. Haleluya! Paske wengi tunajua kwamba Kristo ametukomboa katika njia ya damu. Ndiyo, amemwaga damu yake kwa kutukomboa, lakini usisahau ya kwamba kwenye kuko maji na kwenye kuko damu. Kwenye kuko damu na nje kwenye kuko maji. Wakati nilikuwa nafanya utafiti, nikaenda fasi moja, nikatafuta waganga ili nipate kuwauliza. Wananiambia kwamba ukichukua damu na kuweka ndani ya recipiente na kuweka ndani ya chombo, utakuta kwamba liquide ya rouge
itaonekana kushuka, kisha maji na kuwa juu. Manake sawa unatoshaka damu unaitosha iko kolere rouge, lakini ukiweka mchombo utagundua kwamba ile damu yenyewe ilikuwa kolere rouge itaonekana kushanje kolere imediatima, inakuwa maji yulu na damu chini. Nataka nikwambie nini? Kama tumenunuliwa katika njia ya damu, vivyo hivyo maji ya Kristo Yesu ilipoonekana kumtoka. Niache nikwambie kitu cha pili. Ukisoma katika maandiko matakatifu utagundua ya kwamba Kristo alionekana kumwaga damu yake mara 7 katika dunia. Kitu ya kwanza alionekana kuimwaga alipoonekana kwa Getsemani. Maandiko matakatifu yanasema kwamba jasho ya damu ikaonekana kumtoka. Kama jasho ya damu limtoka, pia maji nayo ilionekana kumtoka wakati jasho ya damu ilionekana kutoka. Bwana wetu Yesu Kristo asaidie sana. Basi kwenye kuko damu na nje kwenye kuko maji. Kitu cha pili, wakati alipoonekana kuweka Praetorium, sehemu ambao